Habari za leo, rafiki unayetembelea ukurasa huu. Leo nimependa kushirikisha jambo moja ambalo ni kutokutii. Tumezoea wanawake tunasisitizwa kwamba kutii, tunatakiwa kutii. Lakini leo nataka kuzungumzia kutokutii. Nimeona kwamba kuna sababu zinaweza zikamfanya mtu kutokutii. Kwa mfano, Vashti alikataa ama hakutii amri ya mfalme ya kwenda kucheza mbele ya watu waliolewa. Kwa hiyo kuna kutokutii ili kutunza heshima ama maadili ya kitu fulani ama katika jamii. Kama utaratibu wa jamii zetu zinatuelekeza kuto kufanya kitu fulani inakufanya uwe salama, ni bora usifanye. Kutokutii ili kutunza maadili, hiyo ni sababu. Sababu ya pili, naongelea mke wa Ayubu. Yule hakutii kuendelea kumcha Mungu ama kuendelea kumsapoti mume wake kwa sababu ya kukata tamaa. Yaani huyu mama alikata tamaa, kuuguza na kila kitu, vitu vyote vimeharibika, akaamua kukata tamaa. Kukata kwake tamaa, akaacha kutii Mungu, akataka na mume wake amkufuru. Kwa hiyo kuna sababu ya kutokutii inayotokana na kukata tamaa. Alafu kuna sababu nyingine ya kutokutii niliyoiona kwa Esta. Esta hakutii amri ya mfalme ili kwamba waokoe wale Wayahudi. Kwa hiyo amri ya mfalme ilikuwa hutakiwi kuingia kwa mfalme pasipo na utaratibu, lakini kwa sababu kulikuwa na kusudi la kimungu, Esta hakutii ile amri. Kwa hiyo nilichotaka kusema ni kwamba unaweza usitii jambo lakini likaleta manufaa makubwa kwa sababu ya ile sababu iliyokufanya usitii. Kwa hiyo kabla ya kutii ama kutokutii, unatakiwa kujihoji kwanza, kwa nini utii ama kwa nini usitii. Uwe na sababu za msingi, usikurupuke kutii ama usikurupuke kutokutii. Hii itakusaidia kuepuka madhara mbeleni kama yatakuwa ni hasi kwa kutii kwako ama kwa kutokutii kwako. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia.